Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo, na kama unavyofahamu, nia na makusudi ya vipindi vyetu ni kwa ajili ya kukusaidia wewe kuweza kutambua ndoto zilizo ndani yako, hatima ya maisha yako, na yale yote ambayo wewe unafikiri kuyafanya katika maisha yako, ama yale ambayo yamekuwa na kukwamisha katika maisha yako. Kipindi hiki ni mahususi kwa ajili yako. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia sehemu moja muhimu sana ya kipindi chetu, kutambua kusudi lako, kwamba wewe umeanza kujiuliza maswali kwamba hivi ni vitu gani nikiviangalia najua kwamba kuna kusudi mbele ya maisha yangu. Leo tunaenda kutoa katika hilo, lakini kabla hatujaanza jambo hilo ama kuweza kuangalia vitu hivyo, naomba nikuombe wewe, kama ni mara yako ya kwanza, uweze kusubscribe katika kipindi chetu, lakini kama sio mara ya kwanza, basi tukuombe uweze kuwatumia kipindi hiki ndugu jamaa marafiki katika mitandao yetu ya WhatsApp, mitandao mingine, ili na wao waweze kuwa ni sehemu ya wale wanaonufaika na kipindi hiki. Basi leo, kama kipindi chetu kinavyosema kwamba ni kutambua kusudi, leo tunaenda kuangalia kujibu maswali yale ambayo wewe umekuwa unajiuliza. Wakati mwingine tunapata comment, mambo gani ya kuiangalia na kujua kwamba ndani yangu liko kusudi ambalo natakiwa kulitekeleza hapa duniani. Ukishajibu swali hilo, basi wewe utakuwa umeanza kwenda sawa na sambamba kwenye hivi vipindi, na Mungu wa mbinguni atakufanikisha sana katika mambo yaliyo mbele yako ama ndoto zako. So jambo la kwanza kabisa tunaloliangalia, tutaenda tuangalie ziko dalili 7 ambazo hizo dalili ukiziona tu vinakuwa ni viashiria vya wazi kwamba hapa liko kusudi ndani ya huyu mtu, ama ndani yangu liko kusudi. Jambo la kwanza la kuliangalia, au dalili ya kwanza kabisa, tunasema ni msukumo wa ndani ama inner restlessness. Msukumo wa ndani. Wewe kuna kipindi ambacho unaweza ukakaa unafanya vitu vyako vyote, unaona vinaenda vizuri, au kama ni kazi unafanya unaona zinaenda vizuri, unapata mshahara wako, unapata kila kitu ambacho umekipanga mbele yako, lakini daima unasikia ndani yako kuna msukumo, unasema yani kuna msukumo unakwambia mbona kama bado kuna kitu fulani, mbona bado. Ndio maana unaweza ukajikuta kwamba wewe unaweza kuwa unafanya shughuli fulani, lakini unajisikia pia uweze kufanya kitu fulani kwenye jamii, kwa sababu unaona kwamba ndani yako kama moyo wako haujashiba, moyo wako bado haujatua, moyo wako bado uko juu. Kwa hiyo hapo unaanza kugundua kwamba liko kusudi la jambo fulani. Ndio maana kuna mwingine, kuna kitu kinaweza kawa kinazungumziwa, anapata feeling kali kabisa, anajisikia msisimko wa aina yake. Maana yake huyu kwamba huyu moyo wake haujatulia bado mpaka aweze kutimiza au aweze kufika kwenye lile kusudi ambalo Mungu amemuita kwa hilo, ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo usichelewe. Ukiona hiyo dalili, jua kwamba mbele yako kuna kitu kingine ambacho Mungu anataka wewe uweze kwenda kukitimiza. Inawezekana ni kusaidia watu katika jamii, kufundisha, kurekebisha maisha ya watu, kutoa ushauri kwa watu. Yako mambo mengi, lakini wewe mwenyewe angalia kwamba ni kitu gani ambacho unasikia msukumo wako wa ndani unakwambia bado hujatimiza kabisa, bado hujafika. Kwa hiyo hiyo inner feeling ndio tunasema kwamba hii ni moja ya dalili kwamba ndani yako liko kusudi ambalo unatakiwa kulitimiza. Dalili ya kwanza. Dalili ya pili ni mapito na changamoto ambayo vinakuwa ni kama shule. Tunaita kwa Kiingereza pain as a platform. Pain as a platform. Kuna watu wamepitia katika mfumo au katika maisha ya aina mbalimbali. Wengine wamepita katika njia ngumu sana, amezaliwa akajikuta hana wazazi, au amejizaliwa wazazi wake wakaondoka, wakatoweka duniani, wakamwacha, au mwingine alitunzwa sehemu fulani akapata manyanyaso makubwa, mwingine mzazi alimkataa. Kwa hiyo kuna a lot of pains ambazo mtu anaweza akawa amepita. Yaani kuna changamoto unaweza ukawa umezipitia ambazo ni kubwa sana. Wewe unaweza ukawa mtu umemaliza masomo, lakini unahangaika kila ukijaribu kupeleka CV mahali, wengine wanaitwa, wewe hauitwi, au wengine mnaenda mnafanya mpaka mwisho kabisa, alafu baadaye unaona ile kazi imeharibika au lile jambo limeshindwa kufika mwisho. Unaanza kujiuliza, mimi na shida gani? Nina mikosi, nina balaa? Hapana. Ni kwamba wewe hiyo unapitishwa kama ni shule ya kukufanya wewe ujifunze na uweze kuwa mnyenyekevu, ili litakapokuja kufikia swala zima la sasa kuweza kutimiza lile kusudi lako katika maisha, you have experience. Unajua kuna kipindi niliwahi kuambia kwamba kitu kinachotengeneza hekima ni akili, ni maarifa, alafu ni uzoefu. Bila kuwa na hivyo vitu huwezi kuwa na hekima, kwa sababu hivyo ndivyo ambavyo vinakupitisha kwenye mapito ambayo wewe ukikaa chini ukianza kuwaza ulipotoka na ulipofika, unabaki kuwa mnyenyekevu na unaanza kutekeleza kile kitu kinachoitwa destiny ama kusudi lako.
Watu kama kina Mama Teresa kwa mfano ni watu ambao waliishi, lakini wakawa wanaona kwamba jambo fulani bado halijaweza kufanyika, ndo akapita katika wakati mgumu sana, lakini bado akaweza kufikia hiyo ndoto. Watu kama kina Mzee Mandela kaa gerezani miaka 27, lakini alipotoka huko akajifunza kwamba South Africa ni moja na Afrika ni moja. Kwa hiyo akaanza kuwaunganisha Waafrika Kusini bila kujali rangi zao, lakini amekaa miaka mingapi? 27 gerezani. Kule Mungu alikuwa anampitisha kwenye shule ya kumfanya kuweza kuwa mnyenyekevu na ambaye anaweza akamudu lile kusudi ambalo Mungu alikuwa ameliweka mbele yake. Dalili ya tatu ni kuwa na huruma na hamu ya kutatua matatizo. Wewe unaona kwamba muda wote tunaona kama kilichofanyika, akifanyiwa mtu kitu, hata kama yeye anaona ni cha kawaida, lakini wewe emotionally unaona kwamba hiki kitu kwa nini kimefanyika hivi? Kwa nini huyu ametendewa hivi? Kwa nini hili limeenda namna hii? Kwa hiyo ina maana ndani yako kuna service, yani kuna kusudi ambalo Mungu anataka wewe uweze kulitimiza katika maishani. Ukiona hiyo, jua kwamba is a wake up call, ni dalili kwamba wewe kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako kwa ajili ya huduma ama kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Mtu ambaye ana ngozi ngumu, mtu ambaye ana moyo mgumu, hata mtu akitendewa jambo yeye haoni kama kuna kitu cha tofauti kimefanyika, huyo hana kusudi mbeleni. Lakini mtu ambaye anaguswa na ile feeling ambayo jambo linalofanyika kwa mwenzake ambalo sio la kawaida, na yeye akabaki anahuzunika sawa na yule mtu, maana yake ni kwamba wewe ndani yako kuna kusudi ambalo liko mbele yako. Hii huwa kwa Kiingereza wanaita is an empathy and a problem solving passion. Na hiyo ndio nilimtolea mfano Mama Teresa. Unaambiwa kwamba yeye alikuwa mwalimu, baadaye alikuwa nesi, lakini hakuweza kutulia. Yani aliona kabisa kwamba wale Wahindi, unajua alikuwa ni kule India, akaona kwamba hawa Wahindi bado kuna watu wanahangaika mitaani. Yeye akaanza kuingia mitaani, anachukua wale ambao wamekosa huduma kabisa, anasafisha vidonda, anatafuta chakula, anawapa chakula. Lakini leo ni mtu ambaye very noble, ni mtu ambaye ni maarufu. Mama Teresa ukimzungumza mahali popote, whether ni watu wenye imani, wasiokuwa na imani, lakini wanatambua mchango mkubwa alioufanya katika dunia hii na katika wale watu wa Calcutta. Ndio maana wengine wanaita Teresa wa Calcutta kwa sababu ya ile kazi ambayo aliifanya kule Calcutta ya kuwasaidia watu. Kwa hiyo ukiona ndani yako kuna feeling ya huruma na kuna hiyo empathy, lakini una shida moyoni ya kutaka kutatua matatizo fulani, dalili kabisa kwamba wewe liko jambo ambalo liko kusudi mbele yako ambalo unatakiwa uweze kulitimiza. Jambo lingine ama dalili nyingine ya 4 ni ushawishi na uongozi wa asili. Hii tunaita natural influence. Tukio limetokea, unapigiwa simu, hebu njoo tukae hapa tuangalie nini cha kufanya. Watu kama kina Mwalimu Nyerere, tunatumia mifano ya watu ambao zaidi wako kwenye public domain kwa ajili ya kurahisisha ule uelewa. Mimi nakubali kwamba wako watu wengi sana huku chini ambao wana uwezo mkubwa sana, lakini pengine hawajapata hiyo nafasi kubwa ya kuweza kuonekana, na hao na appreciate sana. Lakini hii natural influence ni kwamba wewe tu hata katika ngazi ya familia au katika ngazi ya ukoo, jambo likitaka kutokea wanaambia mpigie fulani, haya tunaomba utaratibu tufanyaje, tayari hiyo ni kiashiria cha wazi kwamba there is a call inside you. Kuna kitu ndani yako ambacho kinatakiwa kifanyike, kuna kusudi kubwa mbele yako. Huwezi kuchukua majukumu makubwa mbele kama ndani yako huna uongozi, ndani yako huna ushawishi, kwa sababu kumbuka kwamba kiongozi, nimewahi kusema mara nyingi kwamba mamlaka ya kiongozi ni ushawishi watu kumfuata kwa hiari yao wenyewe, bila force, bila nguvu au bila shuruti. Kwa hiyo ukiwa na natural influence, maana yake ni kwamba hii ni dalili kabisa ya wazi kwamba wewe kuna kusudi ambalo liko mbele ambalo litakuwafanya wale watu waweze kunufaika zaidi na vile vitu ambavyo utafanya mbele ya safari. Dalili nyingine ya 5 ni kipaji kinacholeta thamani au tunaita giftedness. Wewe kuna watu ambao Mungu amewajalia tu wana talent, na ile talent inatakiwa iweze kuleta majawabu au suluhu ya mambo. Kumbuka wakati mmoja niliwahi kutoa mfano kwenye kipindi fulani kwamba kuna yule mchezaji anaitwa Sadio Mane, siku ya mechi ya AFCON kati ya Senegali na Morocco. Watu walitoka uwanjani, lakini yeye aliondoka kwenda kuwashawishi wenzake kwamba turudini tumalizie mechi, ingawa muda umeisha na ushindi ni kama vile imetolewa penalty kwa wenzetu. Akawashawishi wenzake wakarudi
alafu penalty ikapigwa wakakosa, alafu wale jamaa wakapata ushindi. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba una kipaji, lakini hicho kipaji kinatumikaje? Kinatumika kwa ajili ya manufaa ya kuwafanya watu waweze kunufaika zaidi. Kama unacho kipaji cha public speaking au kuzungumza mbele ya watu wengi, je, hicho kipaji umekitumia kuwaunganisha watu? Ukiona kinatumika kwa mtindo huo, yani unacho kipaji naturally, alafu hicho kipaji kinatumika kwa ajili ya kuweza kusolve matatizo fulani fulani mbele ya community au kwenye jamii, maana yake ni kwamba wewe tayari unaonyesha kwamba kuna kitu ndani yako ama kuna kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Ni wewe tunachelewa kwamba kuamka na kuanza kulitafuta lile kusudi lako. Kuna watu ambao wana vipaji, tunajua hata viongozi wengi kama wakina Hiltra au wa kutolea mfano kwamba alikuwa na uwezo mzuri sana wa kuzungumza mbele za watu, lakini sasa ule aliumisuse. Badala ya kuutumia kwa ajili ya kuunganisha watu, akawa anautumia kwa ajili ya kudestroy maisha ya watu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa na kipaji amekupa Mungu na kusudi kubwa liko mbele yako, kile kipaji inapaswa ukitumie kwa ajili ya manufaa ya wale watu. Na ukiona ishara hizo, jua kabisa kwamba hiyo ni dalili ya amka mapema, anza kujiandaa na ile destiny yako ama ile kusudi ambalo liko mbele yako. Dalili nyingine ambayo tunaiweza tukaiona ni kwamba ni ile kutofautiana na mtazamo wa watu wengi. Unaweza kukuta kwamba watu wengi wanaliona jambo fulani na wanaliona kwamba kwa mtazamo wao liko sawa, lakini watu ambao huwa wana kusudi kubwa huwa wana digest sana. Kwa mwisho wa siku wanashindwa kufiti kwa haraka kwenye mifumo ya watu wengine, kwa sababu mnachokiona kwamba ndicho sahihi, lakini yule ambaye ana kusudi kubwa mbele anaona kwamba hapana, hiki sio sahihi, na yeye anajaribu kufikiria mtindo mwingine wa kuweza kufanya kiweze kurekebishwa na kiweze kukaa kwenye mtindo ambao unatakiwa. Kwa hiyo huyo, ukianza kugundua namna hiyo kwamba kuna kitu kinatokea na wewe unaona kwamba hiki kingeweza kufanyika kwa mtindo bora zaidi, afu unaanza kutafuta mbinu kiweze kufanyikaje na uweze kusaidia namna gani kifanyike, wewe ndugu yangu, anza kujua kwamba hiyo ni dalili kabisa za awali ya kwamba wewe una kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Dalili nyingine ya hiyo tunaita kwamba the misfit feeling. The misfit feeling, yani wewe ni kwamba you are not fit, you don't fit in that particular system ama kwenye ule mfumo ambao wengi wanatazama kwamba hayo mambo yako sawa. Wewe nje ya mfumo unaona kwamba hapana, hapa kuna kitu kingine cha ziada ambacho kingeweza kufanyika. Dalili nyingine ya 7 ni milango kufunguka. Tunaweza tukasema bahati au good luck kwa maana nyingine. Yani unaona milango inafunguka. Wewe unataka kuanzisha biashara yako, unashangaa tu mtu anajitokeza anaanza kukupa support, anakuambia ile ukifanya hivi na hivi na hivi itafanyika vizuri tu. Na wewe kama ukimuona fulani anaweza kukusaidia namna gani ya kufanya hii, hapana, huu mzigo usichukue mahali fulani, huu mzigo naenda uchukue mahali fulani. Hiyo ni dalili ya wazi kwamba ukiona ukiwa unataka kufanya kitu wanajitokeza watu ambao hata wewe hujawalipa wala wakati mwingine hata hujawaomba, but they are ready to support your mission. Jua kwamba wewe kuna kusudi kubwa ambalo Mungu ameliweka mbele yako wewe. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ya kupata milango yako kufunguka, hiyo ni tafsiri ya wazi kwamba Mungu tayari ameshakuwekea watu ambao watakusupport kwenda kufikia kwenye ile destiny yako. Ninakubali kwamba wapo ambao ni destiny destroyers, lakini wapo ambao ni destiny builders. Yani kwamba kuna watu ambao wao daima wapo kwa ajili ya kuharibu kile kitu chema ambacho au ile ndoto njema ambayo labda Mungu ama kusudi ambalo Mungu ameweka. Lakini wako watu ambao ni wema sana ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya kuweza kusaidia wewe kuhakikisha kwamba ile ndoto ambayo iko mbele yako ama kusudi ambalo liko mbele yako linatimia kwa namna nyingine yoyote ile. Ndio maana unaweza kukuta kwamba watu kwa mfano kama wakina Mzee Mandela waliwahi kuja hata hapa Tanzania, wakaweza kutumia hapa, wakakaa hapa, mwishoni wakafichwa, wakaenda mahali pengine mpaka mwishoni wakasaidia nchi yao kwenda kukombolewa. Kwa hiyo alikuwa anapata support ya nchi wenzake. Lakini hata katika maisha ya kawaida you will get a support either from family members, utaweza kupata support kutoka kwa wanafamilia ama rafiki zako ama wafanyakazi wenzako ambao watakwambia do this, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi ili mambo yaweze kwenda. Ukiona ishara namna hiyo, jua kwamba kuna kusudi kubwa ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Wewe unachelewa tu kuamka na kuanza kutimiza hizo ndoto zenyewe. Nakushukuru sana na naamini kwamba kipindi hiki kitakuwa kimekunufaisha, na wewe kama kweli ni mtu ambaye umeanza kuona kwamba kuna ishara ama dalili za aina hiyo, anza kuzifanyia kazi haraka. Muda ni sasa, hakuna kusubiri kesho. Na niseme tu kwamba mwishoni katika kurecap kwenye swala hili ni kwamba
hawa tofauti ya maisha ya kawaida na maisha yenye mtu wa kusudi yako hivi. Mtu mwenye kusudi, linapotokea lengo kuu la shughuli zote anazozifanya ni kwa ajili ya maisha ya kawaida. Kwenye maisha ya kawaida ni kwa ajili ya mtu kupata fedha, mali ama kujistarehesha, lakini mtu mwenye kusudi ni kwa ajili ya kuangalia tunawezaje, lengo kuu ni namna gani mambo yanaweza yakabadilika. Kwenye upande wa changamoto, mtu ambaye ni maisha ya kawaida anaangalia maisha kama changamoto, kama kikwazo cha kumzuia asiende, lakini kwenye kusudi, changamoto anaona kama ni shule ya kumfanya aweze kuwa mkomavu zaidi. Kwenye upande wa kazi, maisha ya kawaida, mtu unaona ya kwamba ni kama napata mshahara ili niweze kuwa na gari, niweze kuwa na nyumba, niweze kuwa na vitu fulani, au ule mshahara anatazamia zaidi aweze kupata mshahara. Lakini mtu mwenye kusudi anaona kabisa kazi anayoifanya ni kama chombo cha kumfanya kuweza kutumikia ama kuweza kuwa mtumishi wa wenzake, kupata vitu. Hiyo maisha ya kawaida, mtu ana mtazamo huo. Lakini kwenye maisha ambayo ya mtu mwenye kusudi fulani ni kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu wengine. Ndugu yangu, nakuomba uamke mapema, asubuhi kumekucha, anza kuishi ndoto yako, anza kuishi destiny yako, anza kuishi kusudi lako. Wewe angalia hizi dalili, zitakusaidia kuweza kupembua na kuangalia wapi ambapo kama Mungu amekuweka hicho kitu ndani yako, anza kukifanya sasa. Asante sana. Tunaomba kama kipindi hiki kimeweza kukunufaisha, kama ni mara ya kwanza subscribe, lakini pia tunakuomba uweze kuwatumia watu wengine kwa ajili ya wao pia kuweza kuwa sehemu ya mafundisho haya tunayotoa. Asante. Mungu akubariki na kutakia mema katika kuweza kufikia kusudi lako. Kila kitu kinaanza na wewe. It begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante sana.